pili sasa ya wanga ambayo tunaita wanga changamano. Hii ni wanga pamoja na nyuzi ama kwa lugha ya Kiingereza inaitwa complex carbohydrate. Aina hii ya wanga unaweza kuipata katika nafaka mfano kama vile mahindi ambayo hayajakobolewa, ukisaga unga wake, kuna kunde, kuna mihogo, kuna mboga za wanga. Mnielewe kidogo, kuna kitu kinaitwa mboga za wanga. Ninapozungumzia mboga za wanga namaanisha viazi mviringo, mihogo, viazi vikuu, magimbi na viazi vitamu. Hiyo ndo aina ya mboga za wanga. Lakini pia hii hapa wanga changamano unaweza kuipata katika vyakula hivyo vingine vyenye nyuzi. Na jamii ya mikunde ni kama maharagwe na vyakula vingine. Sasa tuangalie mifano ya vyakula vya wanga. Maana nimetaja makundi mawili. Nimesema kwamba kuna wanga rahisi na kuna wanga changamano. Wanga rahisi ni ile inayokutia nguvu kwa uharaka, lakini pia nguvu yake inaisha ndani ya muda mfupi. Lakini wanga ambayo ni changamano ama complex yenyewe inakuwa na uwezo wa kuwezesha mwili wako kukaa na nishati ya nguvu kwa muda mrefu. Mfano, unapokuwa umekula ugali utokanao na dona mahindi ambayo hayajakobolewa, na maanisha nishati inayozalishwa na chakula hiki ina uwezo wa kukaa ndani ya mwili kwa muda mrefu. Kwa nini inakaa kwa muda mrefu? Ni kwa sababu ule mchakato wake wa kuvunjwa kile chakula huwa unatendeka taratibu, na ule utaratibu wake unawezesha mwili wako sasa kuweza au kile chakula kukaa kwa muda mrefu. Na kile kitendo cha kukaa kwa muda mrefu ndani ya mwili ndivyo ambavyo mwili wako unajisikia kuwa umeshiba, hivyo kutokuhitaji kula vyakula vingine vingi. Hiyo ndo aina ya wanga changamano. Sasa nimeshazungumzia kuhusiana na hivyo vitu vyote. Mfano wa hivi vyakula sasa vya wanga, mtu mmoja anaweza akauliza, labda nitumie vyakula aina gani ambavyo vinaweza kuniwezesha kupata wanga kwa urahisi? Vyakula vifuatavyo vini vyanzo vikubwa vya aina hii ya chakula ambayo ni wanga. Kuna nafaka. Napozungumzia nafaka, mfano mchele, kuna mahindi, ngano, shayiri, uwele, mtama, ulezi na vyakula vinginevyo vingi ambavyo unaweza kuviweka katika nafaka. Lakini pia kuna mboga za wanga, nilikwisha kusema hapo awali. Kuna viazi mviringo, kuna mihogo, viazi vikuu, magimbi na viazi vitamu. Aina nyingine ni wanga jamii ya kunde. Wanga jamii ya kunde imebeba maharage, dengu humo ndani zimo, kuna njegele, kuna njugumawe, kuna mbaazi, choroko, kunde na zinginezo. Lakini pia kuna matunda ambayo yana chanzo kikubwa cha wanga ama yana wanga ndani yake. Mfano, kuna ndizi, kuna maembe, nanasi, tufaha na maanisha apple, kuna machungwa, zabibu. Haya pia yana sukari iitwayo fructose. Na tukumbuke tu kwamba wanga inapomaliza kumeng'enywa, zao lake ama kitu ambacho huwa kinaenda kutengenezwa, end product, ni glucose. Na hii glucose ndio ambayo huwa inaenda kutia nguvu ndani ya mwili na wewe unakuwa na uwezo wa kufanya kazi zako. Lakini pia chakula kingine ambacho unaweza kutumia ukakuta ndani yake kuna wanga ni maziwa. Maziwa yana lactose ama sukari asilia. Hivyo ukitumia maziwa unakuwa umepata energy ama nguvu. Lakini pia kuna sukari zilizoongezwa. Tuelewane, ninaposema sukari zilizoongezwa ninamaanisha vyakula ama vinywaji vilivyosindikwa kiwandani. Kwa maana hiyo, baada ya kutengenezwa vinawekewa wanga ndani yake ili kusudi viweze kuzalisha nishati. Mfano, kuna vinywaji kama vile soda, kuna cake, kuna biskuti, peremende na maanisha pipi, kuna kashata. Lakini hiki ni chanzo kidogo kiafya. Kwa vyakula kama hivi kiafya kwa kweli havileti nguvu inayotakikana. Hata matumizi yake tumia kidogo sana, kama ikiwezekana usitumie kabisa. Kwa kama inawezekana fanya hivyo. Lakini pia wanga utaikuta katika miwa. Miwa inaleta sukari asilia iitwayo sucrose. Hivyo unapotumia mua unapata aina ya wanga. Na mwisho pia ni asali. Asali ni wanga rahisi. Kwa kama mtu ana njaa, hajala kwa muda mrefu na anahitaji apate nguvu ya haraka, anaweza karamba asali na akapata nguvu. Ndani ya asali kuna fructose 38% na glucose 31%. Ni rahisi kufyonzwa mwilini. Hivyo inatumika ndani ya muda mfupi sana. Baada ya